Hamjambo tena ndugu nanyi dada, na wakaribisha tena kwa somo lingine la leo linalosema msingi wa amani. Kumbukeni kwamba kile tunachokiendea ni kutafuta kujua Biblia inaeleza nini kuhusu amani na namna gani ya kuifikia, na tutaifikia kweli. Msingi wa amani. Kwanza tumuombe Bwana. Asanteni Bwana kwa ulinzi wako. Asanteni kwa pamoja nasi. Asanteni kupendezwa kutufundisha. Na tunakubali utufundishe kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Katika masomo yaliyopita tuliona kwamba amani haipo. Na kwa nini hakuna amani? Wale wanaoitafuta wanaikosa, hawajaipata bado. Sababu ni hii. Yesu alisema, laiti ungejua leo kitu kinachokupatia amani, lakini kimefichwa kwako. Yaani hatujui wapi kuko amani. Naye Isaya anasema katika sura ya 59 fungu la 8, anasema hawajui njia ya amani. Amani inapotafutiwa hapa chini duniani, tunapita katika hii njia na kitu ingekuwa hii njia. Ndio bana tunapiga pembeni, tunakwenda huku, hatufikie amani. Sababu inatafutiwa katika njia zisizofaa. Ni yule Isaya sasa sura 9 fungu lake la 6. Sikiliza jinsi anavyosema. Kwa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, nao utawala utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mfalme wa amani. Yaani yule mwana tuliyepewa, yule ndiye mfalme wa amani. Pale ndipo kunakuwa amani. Ni juu yake kuna amani. Moyoni mwake ndipo kunakuwa amani. Hatuwezi ipata fasi zingine ila kwake tu, si pengine. Hayuko mwingine wa kutupa amani ila yeye. Kumbuka alisema, amani nawapa, amani yangu nawatolea. Ile amani ya moyo. Unakuwa moyo unaotulia, hata katika shida unatulia tu, sababu najua kuna mema mbele. Siri kuu ya amani ni kushirikiana na huyo atoaye amani. Unaishi naye vizuri, unamfurahisha, na ikikwisha kumfurahisha sasa, vyote vilivyo vyake unavipata. Miongoni mwa hivyo amani. Sasa tufanye nini ili tuweze kumfurahisha huyo mfalme wa amani? Kuna matano haya ili Mungu akuchekee, ili Yesu akuchekee, ili Yesu akufurahie, ili umfurahishe. Kitu cha kwanza ni Mungu anakuchekea unapojaribu fikia tabia yake. Nirudi. Mungu anakufurahia unapojaribu kufikia tabia yake. Kila mzazi anapendezwa anapokuwa na mtoto anayemfanana kimwili na kitabia. Nasema yule ni mtoto wa fulani. Mungu naye anafurahi unapomfanana kwa tabia. Na tabia ya Mungu, Biblia inatueleza kwamba Mungu ni upendo. Yeye ni mtakatifu. Mungu anafurahia unapompenda. Mungu anafurahia unapopenda watu wote sawa sawa, kila rangi, kila taifa, kila kabila,
unafurahia, unapenda. Mungu naye anasema huyu ni mtu wangu kabisa. Mungu anafurahia unapojaribu kujitakasa, usikuwe mwenye dhambi. Ona Zaburi 119 fungu la kwanza mpaka lile la 5. Tunasoma hivi: heri wale walio waadilifu katika njia zao, wanaoenda katika sheria za Bwana. Heri wale wanaozishika shuhuda zake, wamtafutao kwa moyo wao wote, wasiofanya lolote lililo baya, wanaoenenda katika njia zake. Umetoa maagizo yako ili tuyatii kwa ukamilifu. Laiti mwenendo wangu unakuwa imara katika kuyatii maagizo yako, e Bwana. Huyu ni mtunga Zaburi. Mungu aliumba mtu kwa sura yake, yaani tunamfanana kimwili na kwa tabia na kwa akili. Tunakuwa na akili, tunapanda, bado haiwezi kuwa kama ya Mungu, haiwezekani. Lakini tunakuwa na akili, tuko sawa wanyama na tabia. Sasa ile sura imeharibiwa na dhambi. Sasa Mungu anapoona unajikaza, unajitahidi ili ile sura yake Mwenyezi Mungu irudi ndani mwako, anapendezwa. Kile ni cha kwanza cha kufanya ili Mungu akufurahie na akupatie amani. Ona kitu cha pili. Mungu anafurahi, Mungu anakufurahia, Mungu anapendezwa, Mungu anakuchekea unapofurahia zawadi yake ya wokovu. Nirudi. Mungu anakufurahia na wewe unapofurahia zawadi yake ya wokovu. Ndugu mpenzi, fikiri tu au kumbuka wakati ukitafuta zawadi ukaipelekea mtu fulani akaitupa jalalani ukiona, au unapompelekea na ikataa, nasema sitaki, baki nayo. Uwaze jinsi Mungu anavyoteseka anapotoa zawadi ya wokovu wake, yaani anapotoa mwana wake, lakini unasema simtaki. Mungu alifanya vitu vyote duniani, kapanda mimea, watu wakala wakafurahi, Waisraeli. Lakini kuliko kumshukuru Mungu aliyowapatia hayo, wakakwenda kumshukuru Baali, ile miungu ya huko. Mpaka Mungu akasema hawa hawajui kama ni mimi ninaotolea mvua. Akafunga mvua muda wa miaka 3 na miezi 6. Alituma nabii wake Elia. Jua likawaka, mimea ikakauka, mpaka wakaona na wakajua ya kwamba kumbe yule Baali si aliyewatolea kile. Elia akaomba na mvua ikanyesha tena. Vile vile basi unapookolewa, lakini tena unasema wokovu umeupata kupitia mwingine, siwe Yesu Kristo, yeye Mungu aliyemtoa kwa ajili yako, Mungu hawezi kupendezwa. Pendezwa na ufurahie ule utoaji wake mkuu. Uwe ukiwa na muda wa kumtazama yule mwana Yesu Kristo akishuka mtazame akizaliwa hapo Bethlehemu, mtazame yule mwana Yesu Kristo katika utoto wake, mtazame katika ujana wake wa bila dhambi, mtazame akianza kazi yake kwa ubatizo, mtazame akishinda shetani jangwani kwa yale majaribu makali, mtazame Yesu akifanya kazi yake, akifumbua macho ya vipofu, akitembeza vilema, akinenesha wale mabubu, akinyosha migongo ya wagonjwa, hata akifufua wafu na kufukuza mashetani. Mtazame akitembea juu ya maji. Mtazame sasa anapoingia katika bustani ya Getsemani akiomba sana, shetani akimjaribu, akitafuta yeye Yesu Kristo asituokoe, lakini akakataa, akatuokoa tu. Mtazame anapofungwa, mtazame
anapokuwa mahakamani, mtazame basi anapohukumiwa kifo, mtazame anapoenda mbele ya Pilato, mtazame mbele anapoenda mbele ya Herode, tena mbele ya Pilato. Mtazame Yesu njiani amekwisha kuvikwa taji la miiba, akibeba msalaba, akianguka chini mara ngapi. Mtazame akifika hapo Golgota, mtazame akienda msalabani, mtazame kwa yale masaa 6 yote akibaki msalabani na akanena maneno 7 kwa ajili yangu, kwa ajili yako. Mtazame akisema, basi Baba, roho yangu naweka mikononi mwako. Mtazame akifa, mtazame akizikwa, mtazame akitoka kaburini, mtazame akipanda mbinguni. Sasa utaanza kumfanana na utafurahia ule wokovu anaotutolea. Ukifurahia ile kafara yake kuu hiyo, uiambie na wengine, Mungu na wewe atakufurahia na atakupatia amani. Kitu cha 3, Mungu anakufurahia unapokuwa mnyenyekevu, si wa kiburi. Usiwaze unaishi kwa nguvu zako. Mungu anakuchekea unapokubali kuwa wewe ni udongo na yeye ni roho. Mungu anakuchekea unapokubali ya kwamba wewe ni kiumbe, yeye ni muumba. Mungu anakuchekea unapojikubali kwa wewe ni mdhaifu, lakini yeye ni mweza yote. Mungu anakuchekea unapotaka yeye aongee, wewe usikilize. Mungu anakuchekea unapotaka akutume na wewe uende. Mungu anakuchekea unapokubali kwamba wewe una mwisho, yeye hana mwisho, ni wa milele. Kile ni cha 3. Cha 4, Mungu anakuchekea unapomuuliza nini ufanye ili kumpendeza. Tena nirudi kwa wazazi, kwa mume na mke. Waze, inakuaje mtoto anapokuja nasema, baba, leo nifanye nini? Unataka nifanye kazi gani? Mungu anafurahi unapomwambia unataka leo nifanye kazi gani Bwana ili kuokoa ndugu zangu. Fikiri, inakuaje kwa mke, mume wake anaposema ninakwenda sokoni, unataka nikuletee kanzu inayokuwa namna gani? Na mke na mume naye anakuwa na furaha gani mke anaposema unataka nini nipike leo, chakula gani unachokitaka cha kukupendeza? Vivyo hivyo Mungu anapendezwa unapomuuliza, baba, niambie nini ya kukupendeza. Baba, niambie nini yaweza kuumiza moyo wako nisifanye. Baba, nini nile, kinywaji gani unataka nichukue na kinywaji gani hautaki. Mungu anapendezwa unaposema, Mungu, unataka nivae nini na nini nisivae. Mungu anapendezwa mvulana anaposema na msichana, unataka nioe au niolewe na nani? Unamuuliza Mungu. Ukimuuliza Mungu hivyo, anapendezwa na kukaribia. Kitu cha 5, Mungu anapendezwa unapomtii. Mungu anapendezwa unapomtii, anakuchekea. Hiyo Samueli ya kwanza fungu la 15, sura ya 15 fungu la 22. Yeye nabii alisema maneno mazito pale, tena mazuri. Siwaze Mungu anapendezwa na makafara na nini bila utii. Ni utii. Mungu anataka kitu hicho. Mungu anafurahia mtoto wake, mzazi anafurahia mtoto wake anayemtii na anaenda kwa haraka. Mungu, mzazi anaumia moyoni mwake mtoto akimdharau. Mungu anapendezwa unapomtii. Na akasema katika Yohana 15 fungu la 14 na sura ya 14 fungu la 15, akisema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Basi kile ninachokisema mnatii. Ndio hayo mambo 5 ya kufanya ili uweze kumpendeza Mungu. Anapendezwa unapojaribu kumfanana. Anapendezwa unapofurahia zawadi ya wokovu wake. Anapendezwa unapokuwa mnyenyekevu. Anapendezwa unapomuuliza nini ufanye ili kumpendeza. Anapendezwa unapoitika amri zake na kuzitii. Na zile amri zake 10, mwele ndipo tutapata siri 10
za amani. Mpendwa, wacha tuende pamoja na yule Yesu anayekuwa na amani na tumupendeze, kisha atuonyeshe zile siri zake za amani. Tuombe. Ushukuriwe Mwenyezi kwa hili somo. Ushukuriwe kwa mema yote utakayotufanyia ukituonyesha njia za amani, na utuwezeshe kuenenda katika njia hizo kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Utakaposhuka sitaogopa.